Yaani ni moto wa kifo. Kwa hiyo unaozesha leo, 7 hamalizi. Karudi. Japo ni lashalasha mvua kamili bado. Ile itakuwa ni jukumu letu sisi na miaibu zetu. Kwa hilo natakuwa makini. Mbona unajisahau mke wangu? Baba Naira, usichokijua mume wangu. Wahenga wanasema shetani akizeeka sana anageuka malaika. Hata huyu binti yetu hatuwezi kujua la mbele kwamba Mungu kampangia nini. Muache aolewe. Hatuwezi kujua uko mbele huenda akabadilika kwenye ndoa mume wangu. Na usichokijua, hii shughuli sio kubwa kivile. Yaani leo ni kwamba ni rasharasha, anaenda kujitambulisha kwa huyo mke mwenzie. Anaenda na Kigoma. Afu baada ya hapo mambo mengine tu yatapita. Afu pia usihofu mume wangu. Hii shughuli haina gharama. Usijali, usitupate wasiwasi, useme sijui michango, sijui tutatumia gharama kubwa. Hapana. Likishapita hilo, ndio itapita ya kawaida kabisa, yani simple and clear. Kwa hiyo kwenye masuala ya bajeti, manta hofu. Niamini mimi jembe lako. Manta hofu mata shaka. Yeah. Na vile vile wanasema donda la kichwa mkaguzi mkono. Kwa lazima tuwe makini. Huyu ni mtoto wa shemeji yangu, nimemlea mimi. Na ninajua tabia zake. Tusije tukapata aibu, tukashindwa hata kufika hapa nyumbani kwake. Sasa na mimi pia nahitaji majukumu kuyatimize. Usigande sana kwa mtoto mke wangu. Jamani. Mume wangu, nakuahidi mimi nikimaliza tu hapo, likipita tu ile jambo, utaniona mke wako nakuja kila kitu nakutimizia. Okay. Nitakupikia, utakula mpaka ule tena. Mke wa Mungu. Sawa, mimi natoa baraka kwa ajili ya mtoto wetu kipenzi. Haya mambo mengine tuyaache. Basi kama umetoa baraka, na dua njema pia tumuombe mume wangu. Kwa sababu mimi kama mama, baraka zote shazitoa. Na wewe baba, umeshatoa baraka. Basi hakuna jingine zaidi ya kuomba dua njema. Mwenyezi Mungu amjalie maisha mema, yenye furaha na upendo kwa mumewe. Tuishi kwa backup, nasema kwa mtoto wetu tusiwe na uhakika naye sana. Okay. Hebu niangalie chochote kitu kwanza maana hilo tu. Raja. Utakula, sijali, ngoja ngakulete chakula mwanangu. Na wewe tena. I love you. Nimechoka hapa kutoka. Keina. Shoga yangu. Mbona nifikiri begi kwa kabisa. Mbona unanipa? Wewe. Hata siamini. Umeninepa. Jamani Kimu. Yaani mpaka hata siamini. Hivi ni wewe kweli? Ni mimi. Nimerudi kwangu. Kweli kutoka kuongopi. Umebadilisha simu. Yaani wewe, hii simu yenyewe nimefanya kutop up. Je, ingekuwa nimetoa mamilioni, si ndio ungelukia hapa sasa hizi. Shoga. Mambo yako sio mabaya hata kidogo. Bora umekuja na vikoba, nitakuja kukwazia. Shoga yangu ushaanza, tafadhali sana. Subiri kwanza. Umekuja wakati muafaka. Yaani kuna ubuyu. Nina ubuyu unaniwasha. Naona tena nachelewa kukusindikiza ndani. Natamani ni ubwage hapa hapa. Keina shoga yangu ubuyu na utaka sana, lakini kwa jinsi nilivyochoka, naomba kwanza niingie ndani, nikaoge, nibadilishe na nguo. Halafu utakuja kunipa vizuri waombea. Au unasemaje? Jamani, najua sawa, lakini mwenzio yani hakuna washa. Keina nakujua, naomba niache kwanza niende nikapumzike shoga.
Haya sawa. Baadaye. Jamani Kimu. Haki ya Mungu. Halafu Naila, huwaga mara nyingi sana nakwambia kwamba mimi nakuhitaji, nahitaji kuwa na wewe. Hapo huyo kwa Mwalaboi, wasichana wengi sana wanatamani sana kuwa na mimi kwa sababu wanajua Mpemba nani na wanajua pia show zangu. Hivi kinachofanya mpaka wewe unaleteleta ugumu kila ninachokwambia, mama umepita huku umetokea huku, kitu gani? Kati kila kitu kipo. Kama Mshededex upo, kama Kishepox kipo. Tatizo nini mama? Unachotaka sema utapewa. Sio ndo mambo yetu. Ama kweli ukistaajabia Musa usiyaone ya Firauni. Hivi Mpemba, nikwambie mara ngapi? Nikwambie mara ngapi unielewe? Kaa mbali na mimi. Vivyo hivyo wanaokusivia huko mtaani ndio ubaki nao, sio mimi. Tafuta unaoendana nao. Mbona king'anga hivyo we kaka? Yaani unamshinda mpaka huyo rais wetu Zuchu. Yaani wewe ndio umekuwa king'anga mpaka umepitiliza. Hala, tatizo Naila, mchawi ni moyo. Mwana moyo ndio unachagua uwe na nani. Kwa sababu sio kama labda hapa mtaani hawantaki, wanatamani kweli nikipita Mpemba handsome, una baby face. Naambia ya of course, lakini mimi namtaka Naila. Naila utautoa moyo wangu. Haki ya Mungu nakwambia mimi hapa sitalambe nini hapa paka uamini. Mtoto wewe. Sasa kama huko mtaani wanakugombania, hebu akubali wa mtaani. Kwa sababu mimi mwenzio tayari nishawahiwa. Nipo na kilamba. Na ukiendelea na hii tabia yako, hizi taarifa zinamfikia kilamba. Soon tu. Hapo Naila ndo unapofeli. Yaani tunaongea mimi na wewe hapa, nakupa bakivoko, nakupa mistari yangu, unamtaja kilamba katikati ya maongezi yetu. Si ndo unapotoa boko wasi? Balidi. Sio kesi wala nini. Mimi napita hivi. Endea kilamba wako. Sogea. Mbea. Ovyo. Kumbe lioga. Una lolote. Mbona tufiki tu bwana? Wewe umenichanganya akili yangu hiyo sielewi. Sasa, Bwana Mzombe, kwani mimi na wewe nani anamuongoza mwenzie? Wewe ndio unaniongoza mimi sasa kwao kule mimi sipajui. Nenda mara moja tu ukasema unapajua. Kumbe mimi ndio ninakuongoza. Hapa sasa baba Lamani shakata hapa. Aya. Au tumekanyaga mdudu. Kwa sababu mimi kumbukumbu zangu zinaniambia nikishafika ile eneo sitaki kupiga movement yoyote kwenda mbele. Sasa najiuliza. Bwana kumbuka vizuri basi. Hivi wewe una kifaa chochote labda katika simu hiyo ukadownload tukaandika muda sehemu fulani ikatuletea? Sina bando. Tumeingia Jakike. Jakike. Sasa sikiza Bwana Mzombe. Hivi ulishawahi kuona ukaenda sehemu wewe ndio umeandaa turuba ili uoe alafu akaja kuoa mtu mwingine? Haiwezekani hiyo bwana, haiwezekani. Haiwezekani hiyo. Lakini sio kesi. Kwa mfano tukifika pale tukakuta kawa mtu mwingine, wewe usichague bwana, chukua hata shangazi yake, damu ile ile. Yaani mimi nishike shangazi yake? Shangazi yake kanyata sana. Kama uzoa kwa wende. Eti haiwezekani mimi kushoka kitu kama kile bwana wewe. Okay, sasa mimi hapa bwana nishachanganikiwa. Hivi huna kifaa chochote labda kwenye simu tukadownload ile eneo tukaliona tukapata urahisi? Kama microscope? Kama microscope. Sina na bando sina kwenye simu yangu. Bwana acha utani bwana, utafahamini kule nikuta na mtu hayupo kutoka bambi ngama idea. Ndio kashachukuliwa. Kweli bwana, unaweza kwenda mwendo wa kisolo motion watu wakakupiga au wakakupiga. Sasa basi memorize your memory bwana, tukumbuke njia bwana, acha ujinga bwana, japo sisi madalali.
Hapa ng'ombe. Nishakumbuka. Sisi ni madalali bwana. Ndio. Asilimia watu wengi tunawapangisha. Sasa tutakuwa na ufala kiasi gani tushindwe kuligundua hilo eneo? Nashanga. Akili yangu inaniambia njia hii sio kupiga movement, lakini kama tukifika kwa mama nani? Mama Kinambi. Mama Kinambi ndio. Kwa mama Kinambi pale kwenye korongo. Tuombe tu mvua hilo nyesha tusikute mto pale. Maana tutachumpa. Mtume Muhammad. Tutachumpa na hizi suti baba. Tutajikuta tunafika kwenye shughuli tuna utope. Tufanye mchakato tufike twende nikarabe sukari yangu robo. Eti. Bwana. Imeisha hiyo. Twende sawa. Lilo. Mbona mazito hivi? Yaani shoga yangu ningeujua uumbea tangia kitambo. Naona ningerudi juu. Nesi kutetemeka ili jambo. Huyu mke wangapi? Ndio hivyo shoga yangu, jumbe ndio huo nishakupa mama. Maana nilikuwa naona nichelewesha. Kitu kimenikaba hapa kizito. Roho inasuza, inakongoloka. Weke ina wewe. Kwa umbea, yani ni kiboko. Lakini hapa tumekutana mimi na wewe. Draw kwa draw. Taratibu usijisahau. Kwanza hata sijamaliza hela kodi, sijakatafuta sababu akanitimua. Sasa sikiliza nikwambie. Hapa kilikuja chuma kipya. Kimeondoka. Na sasa kinaingia chuma kipya. Saa yoyote dakika yoyote tujiandae kupokea mtu mpya. Sasa hapa shughuli yangu kinachoniumiza kichwa. Huyu mwanamke mpya atakayekuja, sijui atakuja na fimbo gani kutuchapia. Si unakumbuka nilipokuwa nakupigia simu kukupa taarifa za humu ndani? Aswa nakumbuka shuga yangu. Sasa tujipange huyu mpya anayekuja. Maana hii nyumba ni ndogo lakini ekaeka zikianza kunakuwa kama tanuri. Na shuga yangu tu nikukatisha. Wewe anayekuja nina taarifa naye na sijui. Yaani kama ndo yule hapa ndani patachimbika. Maana ni mkorofi, kitu kifupi hiki hapa lakini ekaeka zake humu ndani. Akini atamchimba huyo. Mbona unanichanganya? Wewe umeajuaje hayo? Umemjuaje huyo mwanamke? Tembea uone, wewe unakaa ndani hapo unafugi kuletewa. Mimi hapa ndio yangu. Wapi mpambaji kwetu?
Imefikia hatua sasa hivi nimeona niwaite. Yaani hapa nilipo imefikia hatua kwa siku ya leo sina msaada kokote. Yaani nimechanganyikiwa, inafikia hatua sijui nianzie wapi wala nimalizie wapi. Keina, Kim, nitakachoongea msinicheke. Si unajua tena ukubwa dawa. Ukubwa dawa Mimi hapa mwenzenu naona aibu. Yaani naona aibu mambo anayonifanyia Mzome. Mzome nafikia hatua ni mtu ambaye haridhiki wala hanionei huruma. Kila siku kunitonesha kidonda. Yaani anaweza akaniumiza, hawezi kuliacha kovu langu lipone. Hapo hapo kwenye Kovu Beach anachukua msumari wa moto ananichomeka. Dada yenu naumia na naona kabisa anateketea. Kitu nitakachokiongea hakuna mtu yoyote ambaye hakijui. Sio labda nitakavyoongea mimi eti Kimu utashtuka au Keina, ni kitu ambacho kimeshazoeleka kwenye hii nyumba. Mzome leo anaenda kuoa. Wewe dada,